Naam, barabara kabisa na kusebehi. Hujambo? Leo tunaangazia ndoto ambazo huashiria kwamba umuonaye kwa ndoto ni adui. Ni vema sana ujue hizi ndoto, ndio uonapo hizi dalili katika ndoto zako ujue kwamba unayemwona si rafiki, sio mtu mzuri, ni adui yako, huenda kisirisiri. Na karibu sana tuangazie ndoto 10 ambazo ukiota ndoto sampuli hii, wajameni, gundua kwamba uko katika hali ya hatari na lazima uwe mwangalifu. Na hapo mwisho nikimaliza kukupa hizo ndoto 10, bila shaka nitakupa mambo kadhaa ambayo unafaa uyafanye pindi tu unapoota ndoto kama hizi ili kujiepusha na hali ya hatari. Na hivyo basi, tuende kazi. Ya kwanza ambayo ni ndoto hatari ukiota, inamaanisha mwenye umuonapo kwa ile ndoto ni adui, ni ndoto uotapo huku yuamwona nyoka au wanyama wenye hatari. Uotapo ukimwona nyoka au hata vile wanyama kama vile nge, scorpion, na vile vile mnyama au mdudu kama vile buibui, mnyama kama vile mbwa mwitu, ni vema kufahamu kwamba wanyama sampuli ile huashiria adui. Uotapo ndoto kama ile inaashiria usaliti na tena adui aliye katika siri. Na hivyo basi uotapo huku yuwaona wale wanyama, alafu ghafla unamwona mtu mwingine ambaye unamfahamu, au hata unaacha kuona wale wanyama, wanabadilika wanakuwa yule mtu au wale watu, basi ni vema kufahamu kwamba wale watu au yule mtu ni mtu msaliti, tena hata kama yuajifanya rafiki ni adui kisirisiri. Ni mtu mwenye hila, tena mtu mwenye nia mbaya. Na ndoto ya pili ni uotapo ukifukuzwa au ukishambuliwa na mtu. Ujionapo kwa ndoto yuafukuzwa au yuashambuliwa, ni vema kujua kwamba umuonaye akikupiga au akikushambulia ni mtu mwenye fitina, tena mwenye nia mbaya, kama ni rafiki yako. La tatu, uotapo ndoto huku ukipigana au ukigombana na mtu, vile vile inaweza maanisha kwamba yule mtu mna mgogoro naye, au hata vile mhusika mwenyewe anakuonea wivu. Kuwa makini. Ndoto ya 4 ambayo bila shaka ukiota mwenye wamwona kwa ile ndoto ni adui, ni ndoto ambayo bila shaka rafiki au ndugu umwonaye kwa ile ndoto ni kama mtu usiyemjua. Anaonekana kama mtu usiyemfahamu. Huenda kwanza umemwona na ukaona yule ni ndugu yako, ukaona yule ni njoroge, lakini ghafla akabadilika na sasa mwenye unamtazama ni mtu usiyemfahamu kabisa. Basi kuna uwezekano mkubwa kwamba yule mtu si mwaminifu. Njoroge hata kama ni rafiki yako, huenda si mwaminifu. Ndiye umemwona na kumfahamu, alafu ghafla akapinduka na kuwa mtu usiyemjua kabisa. Na ndoto ya 5, umwonapo mwizi katika ndoto yako akikuibia vitu zako za dhamana au hela, vile vile ile ndoto inaashiria kwamba yule mtu ni mtu mwenye wivu, na tena ni mtu mwenye anakupangia njama ya kukuumiza. Hivyo basi pia hata kama ni mtu wa karibu, familia au rafiki, kuwa makini uonapo mtu yuakuimbia kwa ndoto, tena vitu zako za dhamana, vitu unavyovienzi. Na ndoto ya 6
nionapo mtu au watu wenye miili inakaa giza giza, inakaa vivuli vivuli, basi wale watu wenye usiowafahamu wako kwa giza, ni vizuri kujua ni watu ambao wanakuvizia, watu wenye nia mbaya na ni maadui kisirisiri. Hivyo basi wanaweza kuwa ni marafiki zako, mnakula na wao, mnaishi na wao, mnacheka na wao, lakini kumbe sababu unawaona wako kwa giza giza, huwezi watambua ni watu ambao bila shaka venye unawafahamu katika maisha halisia sivyo walivyo. Hivyo basi hata kama ni marafiki zako, ni vizuri ukaelanda, sio? Na ya 7 ni uotapo huku yuwaona au yuwamwona mtu mwenye tabasamu ya unafiki, au hata mtu mwenye tabia za kutiliwa shaka, tabia zenye kidogo hazieleweki. Kuna uwezekano mkubwa sana kwamba yule mtu anakuhandaa, mtu mwenyewe anakudanganya, na tena ni mtu mwenye hana nia njema. Na hivyo basi ukiona mtu mwenye tabasamu yenye kidogo, utaifahamu hii siyo tabasamu ya ukweli, na vile vile utahisi hali ya wasiwasi, utahisi uoga, basi jua yule mtu si mtu mwaminifu, tena ni mtu hatari. Na hivyo basi kalizo, au sio? Na tuangazie ndoto ya 8. Uotapo huku umepoteza kitu muhimu, tena cha thamani, kitu unachokienzi kama vile hela au kazi, mahusiano na kadhalika. Alafu unayemwona mbele au sura unayoiona baada tu ya kupoteza kile kitu ni mtu ambaye unamfahamu, basi kuna uwezekano mkubwa yule mtu ndiye anajua kwa nini chenye umekipoteza kimeweza kupotea. Huenda ndiye ako nyuma ya kupoteza kazi kwako, huenda ndiye amechangia pakubwa ndio ukapoteza mahusiano yako, au hata vile miladi au pesa. Na hivyo basi ni vema kuwa mwangalifu. Naam, na kwa sasa tuangazie ndoto ya 9. Uotapo huku yuamwona mtu katika jeneza, au hata vile mwenye anachimba kaburi na anakuchimbia wewe, basi ni vema kufahamu kwamba yule ni adui yako mkubwa, na huenda anao mpango wa kukuangamiza, kukuharibia maisha, kukuharibia kazi, au kusababisha ufutwe, au hata vile kukuharibia sifa yako. Hivyo basi uotapo ndoto ya kutisha, jinamizi ya sampuli ile, tena kuwa mjanja. Naam, kwanza ni kushukuru sana kwa kukubali kuja ubali huu mpaka ya mwisho. Asante sana rafiki mpenzi. Kwa sasa tuangazie ya 10. Ulapo au unywapo, alafu baada tu ya kula ukiwa na mtu fulani, alafu kisha unajihisi vibaya, unaumwa labda, au unajihisi mnyonge, unahisi kwamba chakula chenyewe hakikuwa chakula kizuri, basi ni vema pia kujua kwamba mwenye mlikuwa mnakula na yeye ni mtu hatari, ni adui yako. Ni mtu kwanza hatari hivi kwamba anazo nia na mipango ya kiuchawi ya kukuloga wewe. Na vile vile ni mtu ambaye bila shaka anakupangia njama mbaya. Ni vema kufanya hima huku ukiyazingatia yafuatayo, kwani nitakuwa adui pia, mtu mwenye hana nia nzuri kwako, iwapo sitakwambia suluhu uotapo ndoto za sampuli ile.
ama uotapo ndoto ambazo zinaashiria kwamba mwenye umemwona kwa ile ndoto ni adui, tena adui mkubwa. Japo amejifanya rafiki labda, lakini adui msili. Jambo moja ambalo unafaa kufanya, walifahamu bila shaka, ni kukukumbusha tu, nalo ni kuomba. Ni vizuri uotapo ndoto sampuli ile, uombe Mungu akupe ulinzi, alafu ujaribu wezavyo utafute usaidizi wa kiroho. Jizingile na damu ya Yesu Kristo. Lingine ambalo unafaa ulifanye, chunguza wanaokusunguka. Na kama tusemavyo Waswahili, kikulacho kinguoni mwako. Hivyo basi akuendeaye chini chini hayuko mbali nawe, yunawe papo hapo. Na jambo lingine ambalo unafaa ulifanye ni usiogope. Kwani kuogopa ni kufungua mlango tena mkubwa wazi ambao adui atapenya ndani. Kwani naye adui ni mtu mwenye hulka ya kufanya kazi kwa kuogofya. Hivyo basi usikubali kuogopa. Ndoto zenyewe Mungu amekufunulia sio uogope, lakini akutahadharishe. Lakini hata kama hutaogopa, lazima uwe mwangalifu, kwani ndio sababu kuu ya kuletewa ile ndoto. Kuwa mjanja, kuwa mwangalifu. Na yote 9 ya 10, fanya maamuzi kwa hekima. Usije ukakurupukia watu tu, marafiki zako tu, eti umegundua ni maadui. Jihadhari, lakini uwe mwenye busara. Na kufikia hapo, natumai umefaidi kitu. Mola na akupe ndoto, akuoneshe maadui zako ambao wamejifanya marafiki kabla wakuathiri au hata wakuangamize. Kwani Mungu akiamua kukuletea ndoto ya kukutahadharisha na maadui zako, mie bin Mureithi, nani nikose kusema swadakta.